Kingwendu umetoka Mbagala wewe. Yes. Tena sio tu Mbagala, Nzasa. Yani mbali. Umekuja na bodaboda. Yes. Na wakati mwingine wewe unapanda daladala. Na jinsi ulivyokuwa star. Hebu tuambie, what is this? Bwana wewe, acha tu akia Mungu. Unajua kama hii leo nilipanda bodaboda na sio bodaboda, nimepanda daladala. Sababu bodaboda kutoka kule Mbagala mpaka hapa panachimbika shilingi 30,000. Unaona kwenda na kurudi. Sasa hiyo si iftari hiyo. Yaani iftari na maisha vile vile ya familia. Unaona bwana? Sasa nikaona nibane matumizi sio mbaya, nikaamka saa 10 nikajipanga saa 10:30. Nikawahi zile daladala za asubuhi ambaye hazina fujo. Unapanda vizuri tu nakuta siti ziko sawa. Na ukichelewa zile fujo za mule ndani kila mtu anakuangalia wewe msanii. Yaani aibu mwanangu. Sio tu msanii, Kingwendu. Kingwendu mpaka mtu anapitiliza kituo kwa kukushangaa tu wewe hivi. Unaona bwana? Sasa nikasema haina shida, yote ndio maisha yanavyokuaga. Na yote huko nyuma maisha yangu yalivyokuwa nyuma kidogo yaliteteleka sana kutokana na mambo ya siasa. Kuna bwana siasa kidogo liniumiza kutokana na chama ambacho nilichokuwa nacho kile huko nyuma awali. Unaona bwana? Uongo nilikuwa na vigali vya zamani hivyo lakini vilikuwa vinanisaidia katika maisha. Lakini matokeo yake vigali vyote vile vikawa vimeondoka kutokana na kampeni zangu za kugombea ubunge na nini. Unaona? Kwa hiyo sasa hivi unakuta msanii mkubwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kutumia siwezi kufanya kazi zangu vizuri na kuhudumia familia yangu vizuri, sina usafiri. Lakini napokoka na usafiri mwenyewe town hapa, nafanya shughuli nzuri kwa siku, naweza nikaingiza hata 800,000, 600,000, 700,000 kwa siku nikiwa na usafiri wangu. Unaona bwana? Lakini sasa hivi sina usafiri, unakuta hata baadhi ya ndugu sometimes wananidharau. Unaona bwana, baadhi ya ndugu waliokuwa mbali nashindwa kuwafikia na kuwaona. Familia yangu nyingine iko mbali huko Msanga, huko Visiga wapi. Kutoka pale Mbagala kwenda kupanda tena gari kwenda nyumbani ni mbali, maana unatoka Mbagala unakwenda kupandia Pugu. Yaani kwa kifupi changamoto ya usafiri inakunyima kuongeza kipato na inaninyima vile vile mawasiliano na familia iliyokuwa mbali. Kwa hiyo unataka kusemaje Kingwendu? Mimi cha kusema tu kwamba Mungu akipenda labda kama yupo msanii mwenzangu kujitokeza anaweza kunisaidia usafiri sio mbaya, itakuwa ni vizuri zaidi. Unaona bwana kwamba mimi nishakuwa mtu mzima na sasa hivi miguu kidogo ina problemu, kutembea umbali mrefu kidogo siwezi. Unaona bwana, na familia kubwa nimeongeza bwana Musa. Sasa hivi una taarifa kipindi kile nilikuwa na watoto 5 nadhani kati liko kule watoto kama 5, Hadija ambaye ndo umemwezesha. Nimelia sana. Bwana sasa hivi mimi na watoto 7. Umeongeza 2? Mmoja. Nilikuwa na 6, umeongeza 1. Sasa hivi kina umri wa mwaka 1 na mwezi 1. Mwezi 1 amefikisha jana tarehe 27. Kwa maana familia imeongezeka, alafu na utu uzima unanyemelea na sana inaenda ukingoni. Unaona bwana, na sana inaenda ukingoni. Sasa hivi namwambia mjomba kwanza hongera sana, amenifurahia siku hiyo. Naomba kama inawezekana Mwenyezi Mungu amjalie akunjue moyo wake, anitafutie kiusafiri cha kawaida sana. Unaona bwana, kama kiasi chochote kile, hata namba ikiwa D, namba hata ikiwa C, ili mradi niwe na usafiri na mimi niepukane na problemu ya kuchekwa barabarani, kutembea na pikipiki. Sababu washabiki wanasema Kingwendu utakufa, Kingwendu utagongwa na pikipiki, utavunjika miguu, utakuwa ICU kule. Tunakupenda mheshimiwa, nunua gari. Sasa hivi uwezo kununua gari kwa kweli sina. Naona namuomba mheshimiwa mjomba wangu Diamond Platinum kama ikiwezekana anipatie la duniani, no problem, Mwenyezi Mungu atamsaidia. Na mkurugenzi ni mtu msikivu, na mimi amekusikia na amekutazama kwa sababu tuko live kupitia YouTube channel yetu. Good morning. Habari za asubuhi.